yeye akupe maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Ungalijua ni nani anayekuambia, ungelimwambia yeye akupe maji. Yule mwanamke Msamaria hakuelewa, akamwambia, wewe huna chombo cha kutekea maji, wawezaje kuchota maji na kisima ni kirefu? Wawezaje kuteka maji na huna chombo? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini baada ya hapo walizungumza habari ya ibada. Yule mwanamke akasema, sisi tunamwabudu Mungu katika mlima huu na ninyi mnaabudu kule Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna ibada kwenye mlima huu na ibada wapi? Yerusalemu. Kuna ibada Ijumaa, kuna ibada Jumamosi, kuna ibada Jumapili. Sisi sote si ibada, kila mmoja anaenda ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo si tumekuja ibada, jana si wameenda ibada, Ijumaa si wameenda ibada, na juma ngapi? Jumanne. Kuna wale wanaabudu Jumanne. Jumanne napo si wameenda ibada. Zote ni ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Zote ni nini? Ni ibada. Sasa Yesu anamwambia habari ya ibada, anamwambia saa inakuja. Saa inafanyaje? Inakuja. Hamutamwabudu Baba kwenye milima hii, wala kule wapi? Yerusalemu. Saa inakuja, hatutamwabudu Baba Ijumaa. Saa inakuja, hatutamwabudu Baba Jumamosi. Saa inakuja, hatutamwabudu Baba Jumapili. Kuna watu wako makini sana kwa ajili ya kufanya ibada Jumapili. Wangapi wako makini kufanya ibada Jumapili? Wangapi wako makini kufanya ibada Jumamosi? Hapo hamna atakayanyanyua, lakini wa Jumapili unaweza kuona mtu anafanya hivi. Ngoja nikwambie, hakuna ibada ya Jumapili, hakuna ibada ya Jumamosi, hakuna ibada ya Ijumaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisikia mtu anakuambia mimi naabudu Ijumaa, bado hamjui Kristo. Mimi naabudu Jumamosi, bado hamjui Kristo. Mimi naabudu Jumapili, bado hamjui Kristo. Mwambie jirani yako funguka. Mwambie funguka upate kumwelewa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Endelea kusoma. Anasema anayeabudu Ijumaa anaabudu asichokijua. Anayeabudu Jumamosi anaabudu asichokijua. Anayeabudu Jumapili anaabudu asichokijua. Endelea. Sisi tunaabudu tukijuacho. Kwa kuwa wokovu watoka kwa watu waliookoka. Lakini saa inakuja hapo. Unasikia? Hapo stori. Lakini saa inafanyaje? Inakuja. Nayo saa ipo ambao wamwabuduo halisi Baba watamwabudu Ijumaa. Watamwabudu Jumamosi, watamwabudu Jumapili, watamwabuduje? Sasa Bwana Yesu asifiwe. Elewa maana ya ibada. Ibada sio Jumapili. Ibada
sio siku fulani. Ibada ni katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini tupo leo? Leo tupo kwa sababu moja. Leo Yesu alikufa Ijumaa, Jumapili akawa hai. Leo tupo kwa furaha, kwa shangwe, nderemo. Yesu yu hai. Kwa nini leo tupo? Roho Mtakatifu alishuka siku ya Pentekoste. Siku ya Pentekoste ni siku ya 50 ambayo ni leo. Ndio maana tupo hapa. Ndio siku kanisa limeanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kuna mtu anakaa kwenye ibada, yeye anachowaza ibada ya Jumamosi, ibada ya Ijumaa, ibada ya Jumapili, bado hamjui Yesu. Anatakiwa pokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ukishampokea Yesu, unaelewa nini maana ya ibada, kwamba ibada haihesabu Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi au Jumapili. Ibada ni katika roho na kweli. Unakaba mpira. Bwana Yesu asifiwe sana. Maadui hawapiti. Akija huku unamzuia, akija huku umembana, lakini kwako nafasi ipo. Yanapita, yanafanya yanachotaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kumpa adui nafasi, unaielewa? Usimpe adui nini? Si imeandikwa? Imeandikwaje? Usimpe adui nini? Lango. Ukishaiachia, adui anafanya anachokitaka. Sababu ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama umeenda ni ile ibada yako ya Ijumaa, umefanya ibada yako Ijumaa vizuri tu, vizuri sana, na unarudi, japo mambo yako aina mbalimbali. Kwenye ibada hizo kuna mambo mengi. Kuna ibada ya binadamu, kuna ibada ya mashetani, ya majini, sio mashetani, ibada ya majini, na kuna ibada ya malaika. Wao wanafanya ibada siku yao maalum. Ukienda umeenda umefanya Jumamosi, napo kuna kanuni zake za ibada. Usije ukabeba ndoo kichwani. Umeelewa? Ndio. Ndoo usiweke kichwani siku hiyo. Ni siku ya nani? Bwana. Ya Bwana. Imetakaswa. Lakini walioko na mairizi kanisani, hao ni halali. Wachawi hawaguswi. Dhambi ni kubeba ndoo tu. Usifanye chochote. Ukipakisha na kwenye nyumba, siku hiyo usifue. Ukifua umetenda dhambi. Lakini hirizi imetulia mlangoni, haina shida. Haina shida. Kwa sababu hirizi inachukuliwa kwa mganga wa kienyeji kwa siri. Ibada ni kuonekana. Ni ibada za watu. Ni ibada zinafanyaje? Zinafanyika. Sasa unapoingia, nuru na giza kuchangamana. Mzee wa kanisa, kiongozi, mchungaji yuko mbele, anaenda kumfunga fulani kwenye nguvu za giza. Anasema Mungu yupo. Akija kanisani, yeye Mungu ni mwema. Ni ibada ya siku fulani, lakini Jumamosi hadi kwa mganga wa kienyeji. Umeelewa? Hiyo ni siku ya nani? Ya Bwana. Jumapili hadi kwa mganga wa kienyeji, kwa sababu ni siku ya nani? Ya Bwana.
Yaani anaabudu usiku, hamwabudu nani? Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaenda, mashetani anakuja, yakija anaanza kusema kwa jina la Yesu toka. Yupo giza lipo, alafu huku unasema Yesu, na Biblia inasema nuru na giza vifanyaje? Havichangamani. Sasa huyo Yesu unayemwita ni upi?